the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Father, in this Bible study we invite the Holy Spirit. Baba, katika mafundisho ya Biblia tunamkaribisha Roho Mtakatifu that he may speak to us. ya kwamba kanene pamoja nasi. Amen. Amina. You may sit down with your Bible and notebook. Naweza keti chini na Biblia zenu na vitabu. And move forward if you're behind there. Msonge mbele ikiwa kule nyuma. Tusonge mbele kidogo. Nataka tusome Biblia. Thank you worship team for coming, this good number. Asante kikundi cha ibada kwa kukuja, hii ni idadi nzuri. We are talking about the Holy Spirit. Tunazungumzia kuhusiana na Roho Mtakatifu. I started this topic some time back. Nilianza mada hii wakati fulani uliopita. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Talking about the Holy Spirit. Zungumzia kuhusiana na Roho Mtakatifu. So your Bible and your notebook. Hivyo Biblia yako pamoja na kitabu chako cha kunakili. So that we may learn about the Holy Spirit. Kwamba tukajifunze kuhusiana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is one of the Trinity of God. ni mojawapo wa ule utatu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Jina la Mungu aishie The Holy lisifiwe. Spirit Roho Mtakatifu is among the Trinity of God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. je, ni miongoni mwa utatu wa Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Spirit Na Roho Mtakatifu is the one that helps us yeye ndiye anayetusaidia in worshiping Jesus. katika kumwabudu Yesu. Is the third person of the Trinity, Je, ni mtu wa tatu wa utatu, equal in power and glory to God the Father and Jesus the Son. akiwa sawia katika nguvu kwa utukufu kwa Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu na Yesu. He is the divine presence of God, Yeye ndiye uwepo wa kiungu wa Mungu, guiding, empowering and comforting believers, akielekeza na kuweza kutia nguvu na kuwafariji waumini. often symbolized by fire, wind and the dove. Kila mara yeye anaashiriwa Often. kila mara Wakati mwingine wakati anaashiriwa mwingine kama anaashiriwa kama njiwa, So, moto. the Holy Spirit is a person. Roho Mtakatifu ni mtu. Hallelujah. Hallelujah. The person, you have heard the servants of the Lord says, the person of the Holy Spirit. Umesikia watumishi wa Mungu wakisema ya kwamba mtu wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So the Holy Spirit, Kwa being a hivyo person, kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mtu, has feelings. ana hisia, He can become sad or angry. anaweza kasirika ama anaweza kasirika. And remember, we were warned that if you blaspheme the Holy Spirit, there is no forgiveness. Nakumbuka tulionya kwamba ikiwa utamkufuru Roho Mtakatifu hakuna msamaha. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Jina la Mungu aishie lisifiwe. So I thought it's good we learn about the Holy Spirit. Kwa hivyo nilidhani ya kwamba ni vyema tujifunze kuhusiana na Roho Mtakatifu. Because I realize many Christians, Kwa sababu niligundua ya kwamba Wakristo wengi they were born again, waliokoka but they have never bothered to be filled with the Holy Spirit. lakini hawajawahi shughulika na kusumbuliwa kujazwa na Roho So Mtakatifu. you find that they are serving in the flesh. Kwa hivyo unapata ya kwamba wanatumika katika mwili. They in the flesh. Make sure you have a notebook, Wamo katika mwili, akisha In the kwamba Bible. unacho kitabu cha kuandika na Biblia. because these teachings will help you. Maana mafundisho haya yatakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. So many Christians became the Christians, Kwa hivyo Wakristo wengi walifanyika Wakristo, but they did not bother to be filled with the Holy Spirit. lakini hawakusumbuka kuweza kujazwa Now, na Roho Mtakatifu. Sasa The Holy Spirit Roho Mtakatifu in the Old Testament katika Agano la Kale used to come and settle upon specific people when they are doing some specific task. alikuwa akija akitoa juu ya watu haswa wakati walikuwa wanafanya shughuli haswa, Especially the prophets. haswa manabii. Hallelujah. Hallelujah. Then after they have performed, they leave. Na baada ya kufanya hiyo kazi Now, the anaondoka. Holy Spirit was a promise in the new covenant. Na sasa Roho Mtakatifu alikuwa ni ahadi katika Agano Jipya. When he says your forefathers worshipped in the desert, Wakati anasema ya kwamba mababu zenu waliabudu katika jangwa, but they died. lakini walikufa. Hallelujah. Hallelujah. They worshipped in the flesh. Waliabudu katika They were mwili. doing things physical. Walikuwa wanafanya vitu If kihalisia. it's a bull, they bring a bull.
Kama ni fahali wanaleta If fahali. it's the blood, they bring the blood, the physical blood. Kama ni damu wanaleta damu halisia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So the Holy Spirit Kwa hivyo Roho Mtakatifu is very key. ni nyeti mno. You cannot say, no, me, I need God the Father and Yes, God the Son. I don't need the Holy Spirit. Wewe sema kwamba hapana, mimi nahitaji Mungu Baba, Mungu Mwana na sihitaji Roho As Mtakatifu. most of the churches. Kama jinsi makanisa mengi So, and yanafanya. many Christians, Kwa hivyo Wakristo wengi they are mno serving in the flesh. wanatumika katika So you mwili. cannot please God in the flesh. Kwa hivyo huwezi mpendeza Mungu katika mwili. Yes, you may have the skills. Ndivyo unaweza kuwa na ule ujuzi. Your fingers may know how to play that keyboard. Vidole vyako vinaweza kuwa vinajua kucheza kile But you kinanda, need the Holy Spirit to help you lakini unahitaji Roho Mtakatifu on kusaidia how to do it skillfully using the Holy Spirit. jinsi ya kuifanya kiujuzi kutumia Roho Mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana You lisifiwe. may be a good usher, Unaweza kuwa shemazi mzuri having a lot of strength. ukiwa na You marafiki can wengi. carry chairs, you can clean the entire house alone. Unaweza beba viti na Because uko kusafisha na nyumba nguvu yako ya mwili. kwa sababu uko na nguvu ya mwili. But you need the Kwa hivyo wapendwa wa Kristo, hatuwezi kuingia hata sherehe ya Kwa hivyo ni muhimu sana. Hallelujah. It is very, very key ni nyeti mno to make sure that you have the Holy Spirit wakisha ya kwamba unaye Roho Mtakatifu as a Christian. kama Mkristo. That is a basic. Hiyo ndio You msingi. receive salvation, Kupokea wokovu, you receive God, unampokea Mungu, then you'll be filled with Holy Spirit. kisha unajazwa na Roho Mtakatifu. I remember the teachings ambayo watumishi wa Mungu walikuwa wanafundisha mpaka usiku kuhusiana na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. But it seems we have put him aside. Lakini kana kwamba tumeiweka kando. So long as you can be smart in worship, you can be smart in leadership, or you can do things, then you just don't need the Holy Spirit. Ni mradi huko tu sawa katika ibada, katika So people kuongoza. are serving in the flesh Watu wanatumika katika mwili and they don't have the Holy Spirit. na hawana Roho Mtakatifu. In the beginning, God created the heavens and the earth. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. And the Spirit of God was hovering over the waters. Na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. from verse 1, from verse 2, Kwa hivyo kuanzia mstari wa pili, the Spirit of God is there. Roho wa Mungu yuko He pale. was hovering over the waters. Alikuwa akizunguka juu ya maji. Hallelujah. Haleluya. And when God said, let us make man, Na wakati Mungu anasema kwamba wacha na tuumbe mwanadamu, is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. ni Put Mungu it. Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Put the microphone to the original state, the way it was. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Acts chapter 13 verse 2. Matendo ya Mitume 13:2. We can even start chapter 2.
when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Basi hao walipokuwa wakifanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Acts chapter 2 verse 1. Matendo ya Mitume. Hii ni maandiko kama wewe ni Mkristo unajua tu offered. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. And the Bible says, Biblia inasema, all of them, wao wote. Okay, verse 3. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 1 verse 4. Mlango wa kwanza mstari wa 4. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command. This is the Lord now, Jesus. He's giving them a command, telling them, amri akiwaambia, weka sauti vile ilikuwa, or murudishe, I don't know what I'm not hearing. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Wakati mmoja, I need good strings. Wakati mmoja alipokuwa pamoja nao, aliwapa amri hii: msitoke humu Yerusalemu, bali ingojeni ahadi ya Baba, ambayo mumenisikia nikisema habari zake. Hallelujah. Hallelujah. Continue. Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku hizi chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? They are now physical. They are talking about the physical kingdom to Israel. Then he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mitume walipokuwa wamekusanyika pamoja, wakamuuliza Yesu, Bwana, je, huu ndio wakati wa kuwarudishia Israeli ufalme? Yesu akawaambia, si juu yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote na Samaria hadi misho ya dunia. Put good strings. Kama mtaki kucheza nini, muache tu. After he said this, then he was taken up. You can imagine, those are the words, the last words the Messiah spoke. Jesus spoke to the disciples. Baada ya kuongea akachukulia juu, wazia kwamba haya ni maneno ya mwisho ambayo Yesu Kristo Mesia aliyanena. He told them to wait for the Holy Spirit to come to them. Aliwaambia wakaweza kungojea kwa Roho Mtakatifu kuja kwao. Don't ignore the Holy Spirit. Don't. Msipuuze Roho Mtakatifu. You will go to the lake of fire. Mtaenda katika ziwa la moto. If you don't have the Holy Spirit, you don't belong to the kingdom. Kama hauna Roho Mtakatifu, wewe si ufalme. Worshippers, seek to be filled with the Holy Spirit. Waabudu, tafuteni kujazwa na Roho Mtakatifu. You cannot please God in the flesh. You can't. Hamwezi pendeza Mungu katika mwili, hamwezi. Even the arrangement of songs, I know there is a way we arrange, but the Holy Spirit can come and say today ni wimbo moja na hiyo wimbo imepata kibali. You don't have to tell the flesh. Now unajua yule nani worship leader aliniambia lazima nianze na hii nimalize na hii. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. The Holy Spirit can lead the service. Roho Mtakatifu anaongoza direction. I normally come here with a sermon, with the scriptures. I have prepared a sermon. Then when I stand here, the Holy Spirit brings total different everything. And I let us scriptures while seated here. I start searching for those scriptures. Sometimes unaona nimesimama kidogo na ngoja. He's bringing some other scriptures. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is helping. Anasaidia. He can tell you, no, don't board this vehicle. Anaweza kuambia kwamba hapana, usipande gari hili. Ingia ingine. Ingia ingine. And for sure,
The Kwa other hakika, one inaenda inapata ajali. hiyo ingine inaenda inapata ajali. So you need the Holy Spirit. Kwa hivyo unahitaji He's the Roho one Mtakatifu. quickens you. He's the one that to quicken you. He's the one to help you to testify. You Yeah. think it is very easy. Where is she? Yeye ndiye anakusaidia kutoa Is ushuhuda. it easy to take the vuvuzela and announce to people about Jesus Christ? Je, You ni think rahisi- it's very easy? Anasema yeye ndiye atawasaidia kushuhudia. Ndiye atakupatia courage. Kumwambia huyu mtu hapana, hata kama ni bonge kubwa ama ni mtu mkubwa ama ana gari kubwa ama ana nini. You don't care about that. You want them to know about Jesus. Nataka He's wajue the kuhusu Holy Yesu. Spirit Ni Roho Mtakatifu to help you to stand the storms of life. kusaidia The storms of kustahimili marriage. zile mapigo ya dunia ya ndoa. Without the Holy Spirit you cannot please God. Bila Roho Hawezi. Mtakatifu mpendeza Mungu. Mambo ni magumu. Dunia ina mambo magumu. But the Holy Spirit helps you. Lakini Roho Mtakatifu anakusaidia. Unashangaa mtu ameenda alafu pa kwa sababu ni buffalo. Unajua buffalo? That is Christianity without the Holy Spirit. Wewe ni Ukristo bila Roho Mtakatifu. Nafikiri sasa naona mmekuja wengi. Nitaanza next week, tutaanza 8:30, si ndio? So that you have 1 hour of Bible study. Nituwe na lisani Kuna moja la mafunzo ya mafundisho Biblia. ambayo watu wana assume na ni muhimu sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama uko na sauti mzuri, bila Roho Mtakatifu utangangana sana. Are we communicating? Je, Without the tunawasiliana? Holy Spirit, Bila Roho Mtakatifu you will struggle. utangangana. You will not have breakthrough. Hautaweza It's the Holy kufaulu. Spirit that tells us how to pray, Ni Roho Mtakatifu anatuambia jinsi how ya to kuomba. groan. He gives you discernment. Anakupa ile tamanio. Anakuambia huyu Kutambua. mtu huyu hapana. Hata anakuambia badilisha hii barabara. Enda hivi. No, don't do that. You will Hapana, fall. usifanye hivi, He utaanguka. reminds you. Anakukumbusha. When you fall, he reminds, you have lied. You have Unapoanguka, lied. anakuambia He tells you, you have anakuambia, lied. umedanganya. Umedanganya askofu. So he tells you to repent. You kneel Anakuambia down and start utubu, to cry, unapiga I've lied, magoti, I've unaanza lied, kulia. I've lied, Sema, I've fallen. nimeanguka. But when the Holy Spirit is not there, that conscience is not there. Lakini wakati Roho Mtakatifu haiko, Mtu hata hiyo- anafanya usherati na anakuja tu anasimama ni kama hakuna kitu, hata hawezi kuomba kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Hana conscience, imekufa. Haoni kama ni kitu. Hata ni mwizi katika nyumba ya Mungu na haoni kama ni kitu. Hana conscience, dhamira yake imekufa. Ndio maana Petro ilikuwa ngumu kumpendeza Mungu kabla ya kupata Roho Mtakatifu. Lakini baadaye kasichana kamdogo hivi kanamwambia, wewe ulikuwa na Yesu. Anasema hapana, mimi sijui unaongea nini, karibu hata ampige. But later he is now standing preaching. 3,000 wakapokea Yesu Kristo. Lakini baadaye anasimama na uhubiri na watu 3,000 wanampokea Yesu. Kwa nini hatuna watu wanaleta impact? Because people are in the flesh. They fear. Kwa sababu watu They wako fear katika mwili, testify. wanaogopa. I tell people, oh, tutafanya hii, tutanunua malori, tutajenga kanisa. Wanaogopa kwa sababu wanaona wako katika mwili. Wanaona katika macho ya kimwili. Ndio maana yule mtumishi akaombea Gehazi, nabii wa Mungu akaombea Gehazi akasema fungua yeye macho. Na walikuwa wameona adui wamekuja. Anasema tunakwisha. Mungu akiwa wapi? Haleluya. Akamfungua macho, akaona jeshi kubwa. Sababu alimwambia walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande ule. Na yeye akashindwa. Sasa hii jeshi washakuja. Kwanza wakagongwa na upofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kazi ya Roho Mtakatifu kusurubisha mwili. Ndio maana huwezi kufunga kama hauna Roho Mtakatifu. Mwili unakukalia, lakini Roho anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mzuri kulisha mtu wa roho, mtu wa ndani. Kuna mtu anaitwa mtu wa ndani. Hakuli ugali, anakula maombi, anakula ibada, anakula ushirika. Mtu wa ndani. The person of the Holy Spirit. He is a person. Mtu wa Roho Mtakatifu ni mtu. He is a person. Ni mtu. Very powerful. The Holy Spirit. Wa nguvu zaidi. He will come. He will come. So at Pentecost they waited. They were very faithful. They did a mistake. Because they chose Matthias before the Holy Spirit. Manake walimchagua Matthias mbele ya Roho Mtakatifu. Because in chapter 1 verse 12 walichagua Matthias to replace Judas. And God rejected. We have never heard him. He have never spoken. Ama wewe umeangalia mahali Matthias aliandika kitu? Sijawahi msikia. Hakuandika chochote kwa sababu walifanya katika
mwili. Roho Mtakatifu hakuwa ameshuka. Mungu mwenyewe akakuja akamshukia Sauli, akambadilisha kawa Paulo, na akafanya mambo makubwa kwa sababu alikuwa amejawa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Roho ni mzuri sana kwa sababu anaendesha ibada. Anaweza sema leo ni kuabudu tu, alafu na watu watabarikiwa. So huwezi kuwa Mkristo bila ya Roho wa Bwana, huwezi. Na naona wengi wanaasio. Siku moja niliuliza viongozi, nikagundua karibu wote, kama kiongozi hauna Roho Mtakatifu, unaongoza nani? Unafanya ni kazi gani? If the leader, you don't have the Holy Spirit, Ikiwa kiongozi the huna Roho worship Mtakatifu, leader for example, kiongozi wa ibada kwa mfano, how do you stand before people to lead them? Where are you leading? unasimamaje mbele za watu kuwaongoza? Every Unaongoza wapi? morning before you serve. Kila asubuhi kabla That's why I utumike. ask and I will request all the leaders that want to serve in this church, they must come early, Ndio maana nitauliza kwamba kila kiongozi so ambaye that anatumika we lazima aje pray, mapema. Ndio seek maana the tuombe. will of the Holy Spirit. Tuombe mwongozo wa Roho Tuombe Mtakatifu. mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama hawana Roho Mtakatifu itakuwa ngumu, itakuwa shida. Hata kuongoza utaongoza katika mwili, because this is not a political, this is not the earthly kingdom. Wao wanaomba ufalme wa kiasilia, ufalme wa kiasilia, na Mungu anaongea kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa anaenda, wao wanauliza utarudisha ufalme lini? Hata hawajui ni kuenda, anaenda saa hii. Ambia hapana, hiyo isiwasumbue. Sema Roho Mtakatifu atakuja juu yenu, na akikuja juu yenu mambo ya dunia inakuwa bure. Ukiwa na Roho Mtakatifu mambo ya dunia inakuwa bure. Anafanya vitu inakuwa bure. Usharati ni bure, unadharau kabisa. Unadharau mambo ya dunia kwa sababu uko na Roho Mtakatifu wa Mungu. Hallelujah. So the Holy Spirit is a theme. Is a theme. Acts chapter 13 verse 2. I wish you could splash them on the screen. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2. Inasemaje? Okay. Nasema hivi. Walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me. So, hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit loves when you fast. When you fast. When I was praying, unapofunga. Nilipokuwa naomba, I was crying when I was a student. Nilikuwa nikilia nilipokuwa mwanafunzi. And I desired that the Holy Spirit, I be filled with the Holy Spirit. Nilitamani ya kwamba nikajazwe so na Roho many days Mtakatifu. I was entering into fasting, praying God. Siku nyingi nilikuwa naenda katika kufunga nikiomba Mungu. And I remember one time in that occasion. Na nakumbuka wakati mmoja katika ule mkesha. I will never forget. Sitawahi sahau how he came. Jinsi alipokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Fasting and praying. Kuomba na kufunga. Then the Holy Spirit said, set apart for me. Is it Stephen or Barnabas? Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. It's the Holy Spirit that calls. Ni Roho Mtakatifu ambaye anaita. Anasema the Holy Spirit that calls. So there is no watch. Ikifika mniambie. The spirit divine nature called God. Luke chapter 1 verse 32, 35. Luka mlango wa kwanza 32-33. Tuweke Acts chapter 5 verse 3 to 4. Matendo ya Mitume. The spirit divine nature is called God. United with the Father and Son. Matthew 28:19. Ungana na Baba na Mwana. Haya ni masomo ya Biblia, so tutaandika maandiko mengi. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Korintho wa pili 13-14. Hallelujah. Hallelujah. Did you put Acts chapter 5 verse 3 to 4? So the man, okay. We don't have time, Lawrence. Yeah. So Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? This is now Ananias and Sapphira, they died. Sasa ni Ananias na Sapphira ambao walikufa. Because Paul, kwa sababu Paulo, is it Paul or Petro?
Peter was filled with the Holy Spirit. So God revealed to him that they are lying. Mungu alimfunulia kwamba They came before the Lord, they brought a sacrifice. Ilikuwa yao, walikuwa wamejitolea, wasema hapana, shamba tutauza, tutapea Mungu hiyo pesa. Wakauza, wakagawa pesa nyingine, wakakubaliana na bibi wafiche na wakuje wadanganye. Akauliza, hii ndio mliuza? Na huyu mchungaji alikuwa hatari kabisa. Anauliza vizuri. Unajua wengine tunapokea tu. Lakini aliuliza, hii ndio pesa yote uliuza? Akasema ndio. Sema umedanganya. Kaanguka chini akakufa. Vijana wakabeba kwenda kuzika. Bibi pia sijui aliambiana waachane. Saa zingine bibi ndio anatangulia kanisa, lakini sijui kwa nini siku hii mzee ndiye akakuja. Mzee ndiye alitangulia, bibi akakuja baadaye. Hajui mzee ashaenda, amekufa kwa sababu ya kudanganya. Wangapi wamedanganya mbele ya Mungu na wako hai leo? Asante sana, tupigie huyu ndugu makofi. Amesema ukweli. Sisi wengine hata saa hii tumedanganya kwamba hatujadanganya mbele ya Mungu. Wangapi hawajawahi kudanganya mbele ya Mungu? Ama wangapi wamewahi danganya? Inua tu, Mungu atakurehemu na uko hai. Haleluya. Bibi pia akakuja akasema, ni mliuza? Akauliza, mlikubaliana mdanganye roho wa Mungu? Haya, ndio hao vijana wenye wamechukua mzee wako wamekukujia, na yeye akaanguka hivyo akakufa. Mambo ya Mungu si mchezo. Vile naona hapa saa zingine tunafanya, si mchezo. Si mchezo, ni rehema za Mungu. Ukiona Mungu hajaua watu, usifikirie ni mjinga. Ati bishop aonangi, hata ajui, ananiambia leo niimbe na jana nilikuwa nafanya hii na hii. Mungu si mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu anaona mambo yote, lakini anaturuhusu tu kwa rehema, anakungojea. Mlisikia nabii akihubiri long suffering. Anakupatia nafasi ndio ufanye nini? Uje utubu, ubadilike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanabarikiwa na neno ya asubuhi ya leo? Sasa nitafundisha kwa sababu naona mmeni encourage. So next week 8:30. Kwa sababu Bwana nilipatia wafundishe Biblia, hawakuwa tayari. Nikasema mimi niko tayari tu kila wakati. Hii ni kazi yangu. So call to God. Tumesoma united with the Father. Wale wameingia tunaangalia kuhusu Roho Mtakatifu. Na tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 3 hadi 4. United with the Father and Son. Matthew 28:19. Unganika na Baba na Mwana. Mathayo 28:18. Weka yote. Is it Corinthians 13:14? Wakorintho wa pili 13:14. So ameunganika na Mungu Baba. Ameunganika. Usiwahi weka hiyo string ya hiyo keyboard nyingine, ni mbaya sana. Inasema, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So there are 3. Kwa hivyo wako watatu. Hallelujah. Hallelujah. Has the characteristics of God. Anaye tabia za Mungu. Tunamwangazia Roho Mtakatifu. Manake tumeona ni mtu. The person of the Holy Spirit. Mtu wa Roho Mtakatifu. Ako na characteristics eternal. He is eternal. Ako na tabia zile za umilele. He is everywhere present. Yuko kila mahali. All knowing. Anajua yote. Is eternal is in the book of Hebrews chapter 9 verse 14. You can give milele katika kitabu cha Waebrania. Everywhere present. Psalms 139 verse 7 to 10. Zaburi 39:1 hadi 10. 139 1 hadi 7 hadi 10. All knowing, anajua mambo yote. Wakolosai 2:10-14. Tusome hiyo. Wakolosai 2:10-14. 1 Corinthians 2 verse 10 and 11. Wakorintho wa pili 2:10 na 11. All knowing. Anajua mambo yote. Can I tell you? The Holy Spirit. Naweza waambia Roho Mtakatifu ndiye anakuambia mawazo ya Mungu. Sasa huwezi kumpendeza Mungu bila ya Roho Mtakatifu. Hata kuomba huwezi kuomba. Umewaenda siku nyingine, sijui kama kuna watu wamewahi fikia hiyo. Unaenda kuomba inakataa. Lazima umtafute. Umekaukiwa kabisa, huwezi omba hata 10 minutes. Kwa sababu hayuko. Lakini akiwa ni kama ni gari ikiwa na oil. Engine inakimbia. Kwa sababu anafanya mambo inakuwa soft.
Ndio unaona watu wakiwa wazito. Nasikia tuko na mkutano ya wazee. Sorry to say, but mikutano ya wazee inakuwa mzito. Sijui kwa nini. Ni mzito sana. Sababu wazee machozi yao iko maombi yao iko wapi? Iko mbali. Na wamama, hata kuna siku tulienda mkutano wa mama, nabii alifurahi sana. Sababu mioyo yao iko karibu. Wanaweza kulilia Mungu haraka. Lakini ukipata una uzito, mambo ya Mungu yana uzito, kutumikia Mungu kuna uzito, kuja kanisani kuna uzito, ukisikia ni Sunday usingizi ni mingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Mungu ina uzito kwa sababu hauna nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza kuwa jana alikuwa na asubuhi ameenda. Si nimemwambia na feelings. Yeye anaangalia, huyu mtu ananitaka anitaki, anaenda. Is a dove. Anaangalia mti wa kutoa. So Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako inakuwa rahisi. Huduma inakuwa rahisi. Tuko na ugumu na watu wengi kwa sababu ni mbaya sana. Ukiwa mchungaji ama uingie askofu ama uongozi na hauna Roho Mtakatifu, itakuwa ngumu sana. Haleluya. Anasema hujaweka 1 Corinthians 2:10, nilisema hiyo usitoe mpaka tusome 10 to 11. Then he says, anasema, but God has revealed it to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Aye. What a powerful Holy Spirit. Can we clap to the Holy Spirit? Wacha tumpikie Roho Mtakatifu, ni wa nguvu kiasi gani. Hallelujah. Hallelujah. Anaongoza, anachunguza. Hata leo umefika kwa sababu Roho Mtakatifu amekusaidia. Kuna wengine hajawasaidia. Mwili imewakalia, shetani amewakalia, hawakuja kwa kanisa. Si ni ukweli? The Holy Spirit searches all things, even the deep things of God. So for you to know the things of God, you need the Holy Spirit. Kujua mambo ya Roho Mtakatifu na hitaji Roho Mtakatifu. Continue, we don't have time. We need to worship. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Kwa maana ni nani anayejua mawazo ya mtu isipokuwa roho iliyo ndani yake ya huyo mtu? Vivyo hivyo hakuna mtu ajuaye mawazo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. The Spirit of God knows the mind of God. Roho wa Mungu anajua mawazo ya Mungu. Yeye ndiye anajua mawazo ya Mungu. Mungu anataka nini katika ibada ya siku ya leo? Mungu anataka aje? Is the Holy Spirit of God that knows the mind of God. Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anajua mawazo ya Mungu. Ni yeye ambaye anajua mawazo ya Mungu. Yeye ndiye anajua mawazo ya Mungu. So ukiwa na yeye utaweza kumpendeza Mungu, utajua Mungu anataka nini, utajua mambo ya Mungu yanakaa vipi, na itakuwa rahisi sana. He directs the decision of the church. Anaelekeza ile uamuzi 15 verse 28, weka haraka. Anaelekeza uamuzi wa kanisa, Matendo ya Mitume 15. He directs the decisions of the church. Anaelekeza ule uamuzi wa kanisa. He directs the decisions of the church. Acts 15:28 nasema, and it seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. Continue. Maana imempendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo wowote mkubwa. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Farewell. Kwa maana imempendeza Roho Mtakatifu na sisi tusitwike mzigo wowote mkubwa zaidi ya mambo haya yafuatayo ambayo ni ya lazima, kwamba mjiepushe na kitu chochote kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Haya ndio mambo ambayo mnatakana kuwa nayo, kuepukana nayo. Huu ndio mzigo ambao kanisa tumepewa. Kuepukana na nini? Chakula ambacho kimetolewa kwa miungu. Kunywa damu. From the meat that is of strangled. Sijui kama bado kuna watu wanakunywa damu. Nakula nyama amenyongwa, nyama amekufa. Nyama ya wanyama walionyongwa, na mjiepushe na usherati. And from sexual immorality. Kutokana na usherati. Anasema you will do very well when you avoid those things. Mtafanya vyema ikiwa mtaepuka mambo haya. In short, is saying is the Holy Spirit
that directs the decisions of the church. Nasema Roho It's the Holy Mtakatifu Spirit. ndiye anaelekeza ule uamuzi wa kanisa, ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu kanisa ni la Mungu. Anasema Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafanya nini? Anaelekeza uamuzi wa kanisa. Maamuzi ya kanisa. He chooses missionaries. Acts chapter 13 verse 2. Anachagua wamishonari, He sends missionaries. anatuma wamishonari. Acts chapter 13 verse 4. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 4. He directs the mission enterprise. Anaelekeza ile misheni. Acts chapter 8 verse 29. Matendo ya Mitume 8:19. 39. Acts chapter 16 verse 6 to 7. Matendo ya Mitume 16:6 hadi 7. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit will direct you. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ataweza kukuelekeza. He will speak to you tenderly. You will hear. Ataweza If you are kuongelesha, a worship utasikia. leader na umejazwa na Roho Mtakatifu, atakuletea tu nyimbo vizuri tu. Even he can just inspire you to write a song. Anaweza kukuelekeza kuandika wimbo Kwa Roho Mtakatifu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. So usiwahi kupuuza Roho Mtakatifu. Ukiokoka unahitaji Roho Mtakatifu. Hii safari ni ngumu. Ndio unasikia wakati wa tribulation itakuwa ngumu sana kwa Wakristo kukubali hiyo kukatwa. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu atakuwa hayuko. The Holy Spirit will have been taken away. Roho Mtakatifu atakuwa Kama amechukuliwa. ngumu hivi. Saa hii ngumu. Kama saa hii ni ngumu. Kwa sasa hivi ni ngumu kabisa. If somebody slapped you na akutemee mate kwa sababu wewe umeokoka, ama akukanyage, ama akufanyie kitu, ni ngumu, utasikia vibaya. But if there is the Holy Spirit, at least Roho Mtakatifu anakuja kucomfort, akwambia hata Yesu alipitia, vumilia tu, endelea na safari, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu. Haleluya. Unajua wakati mmoja Yesu alikuwa na huzuni mpaka ikabidi malaika wakuja wamcomfort when he was sweating blood. Wakati alikuwa anatoa Jasho ilikuwa machozi, inatoka kama jasho damu. ilikuwa inatoka kama damu. The Bible says angels came and ministered to him. Biblia inasema ya kwamba malaika walikuja kumhudumia na So the Holy kumfariji. Spirit comforts you. Roho The Mtakatifu Holy Spirit anakufariji. strengthens you. Because Anakutia this nguvu. journey you cannot make it alone. Maana hii You safari cannot. huwezi faulu In the peke flesh, huwezi. hapana, Katika huwezi. mwili huwezi. Ni ngumu. Hata kuamka ni ngumu sana. Hata kukesha, ukeshe ni ngumu. Hata huduma ni ngumu. Kwa sababu safari sio rahisi. Nishi, hauna microphone. Sasa our keyboardist. Nisizame bini mengi. Bado wako tu kwa strings. Wacha wataset tu. Mawimbi ni mengi. Ni Roho Mtakatifu wakati ambapo Stefano anapigwa mawe, haoni mawe, anasema Baba wasamee kwa sababu hawajui watendalo. Anaona mbingu iliyofunguka na malaika wako tayari kumchukua kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Angekuwa hana Roho Mtakatifu angelaani watu. Angesema Mungu, hawa watu hawajui nimekutumikia, wakufe wote. Na wangekufa. It is the Holy Spirit that strengthened him even in the stony. Wanampiga mawe na hajafanya makosa. Roho Mtakatifu alimtia nguvu hata wakati alikuwa anapigwa mawe na hajafanya makosa. Anapigwa mawe. Lakini akaona mbingu imefunguka na akaona mwana wa Adamu, sijui aliona nini, akaona mambo mazuri because he was in the spirit. Kwa sababu alikuwa katika roho. What do you see when you go through hard times? Nini unaona wakati unapitia mambo magumu? Do you see God in the throne? Do you see heaven? Unaona Mungu katika? Do you see the promises of God? Ama unaona zile ahadi za Mungu? Or you see those problems? Ama unaona zile shida? And you see how God is not able to help you?
unaona ya Na kwamba unaona vile Mungu hawezi kusaidia. kusaidia. Vile Mungu hawezi kusaidia. But when you have the Spirit of God, Lakini wakati una roho wa Mungu, He will come and strengthen you and say, no, 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 it's not about you, it's about me. Atakuja kusaidia na kuambia hapana, si kuhusiana na He wewe, will kuhusiana na reveal mimi. to you heaven, Ataweza the kukufunulia kingdom, mbingu, the thrones. ufalme. We will vitu talk vya about enzi. that in the main service. Tutazungumzia hizo katika ibada kuu. The promises of God. Ahadi za Mungu You don't want to miss. hauhitaji kukosa. Hallelujah. Hallelujah. But the Holy Spirit is powerful. Lakini Roho Mtakatifu He ni wa nguvu. sacrifices your body. Anaua mwili wako Anaua mwili wako na kuusulubisha. na kusulubisha. So you come on the cross. Kwa hivyo unakuja kwa msalaba. Hallelujah. Hallelujah. So fanya hivi. Uko kwa msalaba. Hata mtu akikuchuna uendi kujitetea. Ukiwa hivi utaweza jitetea? Na akikukanyanga? Utampiga mateke? Kwa sababu uko msalabani. Umesulubisha mwili na tamaa zake. Hallelujah. Hallelujah. Who can help you do that? Nani anaweza It's the kusaidia Holy kufanya hivyo? Spirit. Ni Roho Mtakatifu. People can talk, people can do things, Watu but wanaweza you kufanya are the mambo. cross. Lakini wewe Umesulubisha uko kwa mwili. msalaba, Mwili umesulubisha mwili. umekufa na tamaa zake. Haujitetei. Unakuwa kama Stefano, unakuwa kama kina Paulo. Walipitia hata wakaleta, niliwaambia siku nyingine waliwekelewa skando. Walienda mahali wakahubiri, watu wakaokoka, wakacoach some small young girls. Wakaambia sasa nyinyi muende mseme walifanya na nyinyi usharati. Ili kuharibu ushuhuda, kuharibu. Yani kuharibu tu. Na watu ni eunuchs. They were separated. They did not even marry. Walikuwa wamejitenga, hawakuoa hata. That kind of sacrifice. Hiyo aina ya kujitolea. Wameacha hata hawawezi kuoa kwa sababu ya injili. Alafu mtu anakuwekelea. Did they dwell in that? Je, waliegemea kwa hiyo? Walishinda hapo? Walikaa hapo vile watu waliongea? Hapana. Walienda town nyingine wakahubiri. Wakarudi tena huko ku strengthen the church. Kutia nguvu kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Na hawakuenda kwa sababu ati wale wameongea, hapana, ni walifukuzwa. Walifukuzwa. Walipanga wakafanya hiyo, alafu wakawafukuza. Lakini wakaenda tena wakarudi. Kwa sababu ukweli utajulikana. Ukweli utasimama. So kama wewe umesimama na Mungu, hata wakisema wakuja waniwekelee waseme nini, nitalilia tu Mungu. Baadaye ukweli utafanya nini? Utasimama. Kwa sababu uongo uko na nafasi kidogo. Ukweli utajulikana. Hallelujah. So you stand right. Kwa simama Seek the Holy Spirit. Tafuta Roho Mtakatifu. He will direct you. Atakuelekeza. Hallelujah. Hallelujah. He calls people. If you are Anaita desiring watu. God to call you, He's still calling. Maybe you are there, you don't know which way to serve. What? Umechanganya nini? One time, let me tell you the story. Wakati mwingine acha niwaambie hadithi. Hallelujah. Hallelujah. I loved Jesus when I was young. Nilimpenda Yesu nilipokuwa mchanga. And I used to preach to the trees. What? Nilikuwa nikihubiri Where is- nikiwa kwa miti. She did not come here today, but she told Mama Askofu. Hakuja There's a hapa lady lakini anambia mama who askofu. was ni jirani na amekuja hapa hii kanisa. Alikuwa jirani nyumbani. Anasema she used to hear me nikiimba. Nikiimba, but sikumbuki hiyo. Mimi nakumbuka nikihubiri. But I used kuimba na kutangaza na kufanya mambo mengi. Hallelujah. So alikuwa ananisikia akiwa ngambo hiyo. So I used to preach to trees and what. Nilikuwa nikihubiri nikiwa kwa miti na nini. And at one point I would feel something has come. Wakati mmoja nilikuwa nahisi kwamba kitu kimekuja. Then I used to sing the song. Nilikuwa nikiimba wimbo. Niache mimi niende nikaihubiri injili. Niache mimi niende nikaihubiri injili. Niache mimi niende nikaihubiri injili. Niache mimi niende. Murika, umezeeka kwa hiyo keyboard. Saa hii wewe ni mzee. Wewe ni kukaa, unafaa kuwa unajua kucheza. Tangu nikuja yawe umekuwa kwa keyboard. Si ndio? So sasa tutakuwa serious kwa mambo ya Mungu. Huwezi ngangana siku zote. So cheza hiyo kitu vizuri, si ndio? Niache mimi niende nikaihubiri injili. Sasa hiyo Roho Mtakatifu nasikia ameshuka. Sasa mimi ni mtoto. Ninachuna pareto. Na huko mateso ilikuwa mingi. Sasa ninaanza safari, nataka kuenda nitokee Kericho. Huko ni forest. Naona forest. Ninaanza ninaenda. Alafu nikifika katikati hiyo kitu imetoka. We.
Naanza kusema wa. Mama akikuja saa hii sijamaliza kuchuna pareto, ninaenda wapi? Narudi kwa pareto. Haleluya. Hivyo ndio inakuwa kama uko katika fresh. Kama uko katika fresh, unajaribu, unasikia ai mimi niende kesha. Hapana. Siwezi. Ati nivuge siku ngapi? 2 bila kukula. Mimi ndakufa kabisa. Nitafaint. Unaanza kutetemeka na hata hujaanza kufunga. Kwa sababu ya uoga. Kulikuwa na mtu anaitwa mchawi. Wanakuja wanafanya vituko. Naye mimi nimejawa na roho. Naingia usiku kuomba. Nikaomba nikamwambia, wewe mchawi unisikize vizuri. Sasa anagonga mlango. Ukianza unasikia gong. Tulijaribu tukatega lakini haikugonga mtu. Mimi nawaambia reality. Mimi sijui alikuwa mchawi, lakini anatembea usiku. Mimi nafungua mlango, natoka nje, mama anasema kijana wacha. Unajua wanaogopa sana. Natoka nje kutafutana na huyu mchawi. Sasa nilipoona simuoni kwa macho, nikarudi kwa kiroho. Nikaanza kuomba. Nikaomba nikipeana maonyo. Nikamwambia ninakupatia options ngapi? Either uokoke ama ukufe. Utatusumbua tena. Wacheni niwaambie. Baada ya hayo, na ninaomba na sauti. Na ujue hiyo nyumba tuko, si mnajua nyumba za mashamba iko na shimo kubwa pale kuliko ile kubwa. So ukianza tu umepiga magoti, anarusha mchanga inaanguka. Na anarusha ingine nyumba zenyu zote. At the same time, I don't know vile walikuwa wanafanya. Anarusha mchanga ile ngumu ina gonga jikoni na gonga sitting na gonga store. The same time. Alafu inateremka pole. Unasikia na ni usiku. Nywele zinafanya nini? Niliomba. Na nakumbuka baada ya hiyo wiki ya maombi, huyo mtu paka wa leo tulikuwa tunalala kama watoto. Hakurudi. Sasa sijui kama aliokoka ama alifanya nini. Ukiwa na Roho Mtakatifu uko na ujasiri. Uko na ujasiri. Haleluya. Uko na ujasiri. Sema hapana, sitakufa, nitaishi. Shetani anakuongelesha, una kazi, sijui nini. Unamwambia wewe hiyo ni yako. Mimi nitaishi. Nitapata kazi, sitoi hongo. Kwa sababu uko na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anajua mapenzi ya Mungu ni ya. So you will overcome. Kama vijana huwezi kushinda hiyo mwili. Hii mwili, hii Adamu na nyama, hii ya kukula chapo na mayai. Huwezi kushinda kama hauna Roho Mtakatifu. Na wahurumia sana wale hawana. You need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu. Because he's the one to direct you. He's the one to tell you no. Mwambie hapana, sikuji. Hata kama wewe ni pastor wangu, sikuji saa 5 ya usiku. Sikuji hiyo maombi, sikuji. Sitakuja. Na una delete number na unapigia bishop. Sema huyu mtu ameniambia hivi na hivi saa hii. Mimi nimesema siendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu hapa tunajua tuko na Mungu. Viwete wanatembea, vipofu wanaona. Haleluya. Tutafute kujazwa na Roho Mtakatifu. Tuwe na Roho Mtakatifu. Tusitembee katika mwili. Manabii wa Mungu wamefanya kazi kubwa. Wako saizi Uswizi wanaendeleza injili ya Yesu Kristo. Na sisi hapa tuko hivi kwa sababu tuko katika mwili. Vitu kidogo inatusumbua. Mara tunapigana, mara tunachunana, mara mambo ya kuvaa ni shida, mambo ya kuja kanisani ni shida, kesha ni shida. Sasa kama unasumbuliwa na kesha, utakaaje na Mungu mbinguni maisha yote ukimwabudu? Kama mpaka nikutumbuize ndio uinue mikono, utakaaje na Mungu mbinguni milele tukimwabudu? Sitakuwa ngumu sana. You don't have the Holy Spirit. How will you hear the voice of the archangel? Hauna Roho Mtakatifu, utasikiaje sauti ya malaika mkuu? Vipi? How?
Vipi? Unafikiri kila mtu atasikia? Si atakuja kama mwizi. Chua, utasikiaje kama bado umebebana na mizigo mizito? Mimi nimebeba. Mama boy. Sababu nilienda kununua sukuma wiki. Akakatia ule mwingine kwanza. Umebeba nani? Utaingiaje mbinguni? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hawakunipea microphone, sijui hawakufanya nini. Sasa utashinda hapo mpaka lini? Roho Mtakatifu anakusaidia kutosheka hata na ile kidogo uko nayo. Pigia Yesu makofi. Neno hili linasaidia. Neno linasaidia. Nimeamua, si mlinikaribisha mkanipea fimbo na kiti. Sasa hakuna mchezo. Si ndio? Tupigie Yesu makofi kwa sababu watu lazima waingie mbinguni. Watu lazima wakemewe waingie mbinguni. Wajue uasi ni dhambi, wajue usherati ni dhambi, uongo ni dhambi, wasaidike waingie mbinguni. Mimi hakuna kazi nyingine nilikuja hapa. Ni kusaidiana tuingie mbinguni. Kama kuna nyingine mimi sijui. Kwa sababu hata MCA wa hapa simujui. Nilitumana barua ni akaribishwe hata kanisa akuja homecoming, hakuja. Sio sijakuja hapa siasa. Si ni ukweli? Na wewe pia umekuja ili uingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Majaribu makali kama moto nishike mkono. Tusimame. Nisame. Hey Mama Mutinda, karibu sana. Welcome so much. Karibu sana. Tukaribisha wageni wetu wamekuja. Nishike mkono. Karibu hapa mbele. Zame. Ni mengi. Nishike mkono. Nisizame. Mawimbi ni mengi. You need the Holy Spirit. Nahitaji Roho Mtakatifu. Precious people. Watu wa dhamani. You need the Holy Spirit Nahitaji Roho Mtakatifu to help us. kutusaidia. In this walk, Katika mtembeo huu there are so many storms. kuna mapigo You mengi. cannot make it without the Holy Spirit. Huwezi faulu bila Roho Mtakatifu. You need the Holy Spirit. Nahitaji Roho Mtakatifu. You need the Holy Spirit. Nahitaji Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Wherever Yesu. you are, Popote ulipo, just lift up your hands inua tu mikono zako and tell juu. the Lord to help you. Mwambie Bwana Tell akusaidie. the Lord to help you. Mwambie Bwana Tell him akusaidie. you promise the Holy Spirit. Mwambie uliahidi Roho Mtakatifu. You promise the power. Uliahidi nguvu. He says when the Holy Spirit comes, Anasema wakati Roho Mtakatifu you will anakuja, receive power. utapokea You nguvu. will receive power. Utapokea nguvu. You will receive power. Utapokea nguvu. Tell the Lord you are tired of walking in the flesh. Mwambie Bwana nimechoka kutembea Every katika time mwili. you want to do good, Kila wakati unataka you kufanya find mema, yourself doing the opposite. unajipata umefanya kinyume. Just speak to the Lord now. Nena tuna Bwana sasa hivi. Mwambie Bwana unisaidie. Mwambie Bwana unisaidie. Nijaze na roho wako. Jaze na Roho wako. In the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la In Yesu. the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la That the Yesu. Holy Spirit may help you. Kama Roho Mtakatifu That you may not atakusaidia. serve in the flesh. Kama usitumike katika Even mwili. today's service, Hata katika ibada I leo. pray my Father Jinsi naomba Baba that yangu. the spirit of Baba power, Roho nguvu. the spirit of wisdom, Roho ya hekima. the spirit of the fear of God Roho ya hofu ya may Mungu. come upon us. Aje juu May yetu. help us in the service. Atusaidie katika May kanisa. take over in the service. Akachukua usukani katika In the ibada. mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. Help us, oh God. Tusaidie Help Mungu. us, oh God. Tusaidie Help Mungu. us, oh God. Tusaidie That Mungu. we may do exploits. Ya kwamba tufanye In the mambo mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. Amen. Amina. So please come early on next Sunday. Na wewe tafadhali kujeni mapema I'm Jumapili starting ijayo. the series of some few months Na nitaanza mafundisho ya mfululizo kwa teaching miezi about chache. various aspects. Nikifunza kuhusiana na And you have vipengele started with tofauti. the Holy Spirit. Na tumeanza na Roho Please, Mtakatifu. if you will come at 8:30, Tafadhali ikiwa utakuja yapata saa 2:30, I will be very happy. nitakuwa na furaha Because sana. we need to move to the next level. Manake tunahitaji kusonga kiwango kingine. Because some has kidogo tu.
Wengine ni hapa tu. wengine ni hapa tu kwenye viweko, So Roho Mtakatifu kidogo tu, so they hawajazama. hawajazama. So they can do other things. Kwa hivyo wanaweza fanya mambo The mengine. flesh is still there. Yes, they are born again, they are in the church, Wameokoka, ndivyo wako but kanisani, they can't go to the current of the Holy Spirit. lakini hawawezi enda katika mfululizo ama mwelekeo wa Roho Mtakatifu. You need to go fully to the Holy Spirit. Unahitaji kwenda kikamilifu katika Roho Mtakatifu. Now you swim in the current of the Holy Spirit. Sasa unaogelea Well, now katika Paul Roho is saying, Mtakatifu. Pale ambapo Paulo anasema, it is not me who is living, sio mimi ninayeishi, but the Lord is living in me. lakini Bwana anaishi ndani mwangu. Hallelujah. Hallelujah. So even if you are walking, Kwa hivyo hata kama you are unatembea, talking, you unaongea, are doing anything, unafanya chochote, it is Christ who is doing it in you ni Kristo anayefanya ndani mwako because of the Holy Spirit. kwa sababu ya Roho Mtakatifu. The Lord bless you. Bwana wabariki. The worship team, you can Kikundi cha continue. ibada, sasa chukua usukani.